kumfumania hapo asubuhi hii. Shemeji, naomba mwambie ndugu yako nataka talaka yangu. Talaka tena shemeji? Umefika mbali. Umefika mbali sana shemeji yangu. Kama ni kweli hiki unachonielezea amekifanya yeye, amekosea sana. Tena sana. Ila shemeji, hivi unajua talaka inamchukiza sana Mwenyezi Mungu. Mimi nikuombe kitu kimoja. Kwa hili alilolifanya mdogo wangu, naomba umsamehe. Shemeji, mimi nimekuelewa. Lakini mdogo wako hajali kuhusu hilo. Pamoja na kuwa nimemfumania, hajaonyesha kushtuka wala kunihofia kama mimi ni mke wake. Tabia zake zimezidi sasa. Vipi kama nitarudi na nitamkuta naye tena na huyo mwanamke? Yule ni mtu mkubwa, anachokifanya anakijua. Naamini kabisa kama umemfumania, hawezi kuwa na huyo mwanamke. Ila nikwambie kitu kimoja shemeji yangu, nikutoe wasiwasi. Umenielewa? Kama atarudia tena kutenda kosa kama hili unalonielezea hapa sasa hivi, basi haki ya Mungu nakwapia shemeji yangu, mimi nitakuwa bega kwa bega na wewe kuhakikisha unaomba talaka yako na unapewa. Yaani hata kwa ugomvi, kwa ngumi, kwa nini, mimi nitafanya hivyo. Lakini tu ombi langu kwako shemeji yangu, chonde msamehe kwenye hili. Sawa shemeji, nimekuelewa. Akili ya sawa, akili ya sawa, akili ya sawa, mama, akili ya sawa, akili ya sawa, akili ya sawa, Shikamoo. Marhaba. Samahani kaka, mimi niko natafuta kazi. Kama kuna kazi naomba nisaidie. Sasa mbona mtihani? Mimi nakupa kazi gani sasa mdogo wangu? Kaka, kazi yote mimi nafanya. Maji nipate hela nipate kula. Sasa sikia. Mimi pale nyumbani nina nguo za kufulia. Kwa hiyo kama unataka kazi basi nikupeleke nyumbani kwangu. Sawa, nitakubali. Maji nipate riziki. akili ya sawa, akili ya sawa, akili ya sawa, mama, akili ya sawa, akili ya sawa, akili ya sawa. Bwana. Hapa. Jirani. Sasa hizi. Safi, kwema. Kwema bwana. Karibu Nakuja. Sasa iko hivi. Nilijua sabuni itakuwepo ndani. Sasa nimefanya mistake kidogo, kumbe sabuni nilimaliza. Kwa hiyo acha mimi niende hapo dukani mara moja nikachukue sabuni. Wewe unaweza ukanisubiri hapa. Sawa? Unaweza tu ukapita ndani hapa. Unisubiri hapa ndani. Kuja sasa hivi. We binti, shoga yangu, we mgeni. Shoga yangu, naona umejifungia ndani mwenyewe. Umejiona umepata. Yaani sijui wewe wangapi. Kama sio kwenye 100, basi inakaribia. Yaani huyo Huba ni malaya mpaka malaya tena. Alafu kwa kukuangalia tu wewe, nahisi ni mgeni.
na ndio maana hujui yote haya. Huyo mwenzio ni malaya, tena ni malaya mpaka basi. Sikiza dada, nikwambie, mimi nimekuja kwa ajili ya kazi tu. Alafu sitoshi, mimi sio mwanaume wangu. Sasa naambia masuala ya wanawake mimi siyajui. Ndio ulivyodanganywa. Eti umekuja kufanya kazi. Kazi gani humo? Wenzio walidanganywa hivyo hivyo kama unavyodanganywa wewe. Sikiza nikwambie. Huyo kwanza muuaji, pili mbakaji. Sijui unanielewa? Sasa wewe sijui umetolewa wapi huko, umekuja hapo umesingiziwa kuna kazi humo, hamna kazi. Kazi zilizokuwa humo hizi mbili, kutolewa roho au kubakwa. Kama upo tayari, kaa usubirie kubakwa. Ila mimi kwa ajili nakupenda. Yaani nilivyokuona tu hivi nikaona huyu kama mdogo wangu, nikwambie ukweli. Huyo sio mwanaume. Tena sio mwanaume hasa, kama kakudanganya vyovyote bora uondoke. Yaani bora uondoke. Kwa ajili uhai wako kama unaupenda. Sio kwa ubaya. Yaani mimi nimekuambia tu kwa sababu nimekupenda kikweli. Bora ufanye mambo yako uende. Kabla hajarudi yule. Akirudi, kinachotakiwa hapo viwili. Kama sio msiba utatoka mguu mosi mguu pili. Kama umezoea mapigo hayo nenda. Maana hizo samples zilizoingia hapo, nikikuangalia wewe ndogo kabisa, yani bora uende. Asante sana dada yangu kwa kunisaidia. Haya. Akili ya sawa. Akili ya sawa. Akili ya sawa. Yule binti leo kuja naye hapa. Umalaya tu. Ameondoka. Kaenda zake? Ameenda zake. Ameona wewe unachelewa huko ulipoenda, kaamua kuondoka. Alafu kwani mbona unakuwa mshamba hivi? Sasa katoto kadogo kama kale. Uone aibu hata ulipotoka naye huko mpaka kufikia hapa. Hebu punguzaga basi. Hata mimi unione. Yaani mpangaji wako siku zote nimekaa hapo, mpangaji mwenzio najitahidi mimi kujibebisha kwa kweli. Lakini mwenzangu hata unajifanya na hata hisia mimi huna. Bwana, mimi nakupenda. Kwanza uone hata tuliosimama hivi tumeendana. Hata kashepu kangu haka. Ulizikinacho mpaka kitu kama kale jamani. Kama nizidi nini mimi? Bwana, nakupenda mwanangu. Natangatanga kwenye kubwa dunia. Mbona unaguna? Sasa mbona unaondoka? Wanenjoy wengine, nateseka mie. Na wananenepa wengine, najikondea mie. Hivi kwa nini wewe utumie akili? Yaani unafanya vitu vya kipuuzi mpaka kiasi kwamba unakuja unaonekana tu hadharani, nini maana yake? Hapo kaka, unakitangola na mtu kiwa kama ni nome, basi nyahoka hivi mtu ajue. Lakini unapikunja hivi, mtu anakuwa kuelewi. Sasa nje kwa mfano nangu nakitangola kama hivi, unapitangola wako. Kwamba nisijui mtu sijui kufenyeje, utanielewa nini hapa? Hebu nyahoka basi, kama kuna kitu nakitaka kutangola, nyahoka mara moja ueleweke unasema nini. Sawa, mimi nimekuelewa. Lakini mkeo ametoka hapa muda si mrefu na amekuja kuniletea mashtaka kwako wewe. Umekaa huko na wanawake mnafumaniana mabarabarani, kwa nini unapenda kutiana aibu? Matokeo yake amekuja hapa amewaka, anataka talaka yake. Kweli? Sasa mimi yeye amenifumania wapi? Yeye mpaka aje hapa kusema hivyo. Amenifumania wapi na mwanamke gani alinifumania yeye? Jamani. Sasa swali hilo tu unaniuliza mimi? Mimi nilikuwepo huko.
Wewe na mkeo mnajua wapi mumekutana, mumefumaniana. Wewe ilitakiwa mimi uniambie, bwana kaka, kuna jambo hivi na hivi na hivi. Sio wewe tena unaniuliza mimi sijui mumefumaniana wapi mpaka mkafikia kumwagiana sijui maji sijui manini. Mimi sielewi. Kumbe maambia mtoto yule ndio ameleta mpaka huku. Alafu jue yule mwanamke ana akili. Kama ujui kaka yule mgonjwa zimu yule, akili zake zipo sawa yule mwanamke yule. Unajua kaka ilikuwa hivi. Nangu nilikuwa ninapita kubarabara hivi. Sasa nikanilola binti amida ndoka chini. Umeelewa? Nikiwa kama binadamu, hata ungelikuwa wako, lazima ungeenda kunisaidia. Sasa mimi nikaenda kunisaidia. Kumbe wakati ninapisaidia yule mka wangu ndiye anaona. Alipiona nje akajua kwamba yule mimi nje labda demu wangu. Akaenda kuchukumedi kuja kumwagia yule mtoto wa watu yule. Umeona? Basi pale nje akataka kumpiga makofi kumfanyaje, mtoto wa watu akakimbia. Alipikimbia nje nkuchi kwamba wako yule demu wako yule sijui nini na nini mnafanya mpaka kubarabara sijui nini. Sasa yule ujue kwamba akili zake zipo sawa. Sawa, hapo mimi nimekuelewa. Nimejaribu kuangalia mazungumzo ya mkeo na mazungumzo kwa kweli nilivyoweka kwenye kichwa changu, nimeyafikiria na kuyachekecha, nimegundua wanawake wana matatizo. Kwa hiyo mdogo wangu nikusii kitu kimoja. Kuwa makini. Hawa wanawake sio watu wazuri. Sio, unanielewa? Sio watu wazuri kabisa. Yaani hata kama ukitaka kufanya, fanya huko pembeni. Kwa sababu mpaka hapa tunapozungumza mimi na wewe, yaani dhamana yako ipo kwangu mimi. Kwa hiyo ndugu yangu, kama utarudia kosa kama hili, yule mwanamke hatusikia la mwazimu wala la mnadi swala, yeye atataka talaka. Sasa tusifikie huko, na tayari umeshajua wanawake ni watu wa aina gani. Basi nakuomba hebu kuwa makini, epukana na hivi vitu vidogo vidogo, ili mradi usije ukamuuzi yule mtoto wa watu. Sio, umenielewa? Sema na wewe kaka, wewe uone ajirekebisha tabia yako. Yaani anapokuja mtu kukuleta tatizo hivi, basi nje usijitweshe moja kwa moja nkuchi kwamba hiki cha kweli. Umeelewa? Ulipokuja kuambia mambo kama hayo, wako nje ukaona kwamba mimi kweli nimefanya. Ninafika pale unakuja kunipayukia tu, yani hata kutaka kuuliza kwamba mimi anzaje, imekuaje, utaki kujua. Yaani wewe ulimwaminie moja kwa moja na chikitangola yeye, nje hicho. Tabia hii si nzuri bwana. Unapembewa kitu basi jaribu kwanza kuchakecha kwamba hichi na hichi, hapo nje unakuja kutaka. Kwanza lazima ujue ukweli. Nilianzaje kaisiaje? Si kwamba unakiamini mtu mmoja tu nje basi wewe umeamini hivyo. Hilo tufanye limeisha. Hakuna sababu ya kuendelea kulaumiana, ila kinachotakiwa ni kushika hiki ninachokuambia. Achana na hizo habari za kurukaruka. Kuwa makini mdogo wangu. Mimi hapo bwana nimekuelewa. Umeelewa? Mimi nimekuelewa. Na haya mambo nitaenda kufanya kazi. Akili ya sawa. Akili ya sawa. Akili ya sawa. Wewe mwizi. Mwizi.